nigo ukogochera boiga ya mase taseni kia television kia KTN Home kera litoko lya ramisi chinse ibere chabutuko nabo kunyaruka bagoko bwate season 2 yo morobo iga o Miss President oyoko gochera boiga sige taseni kia KTN Home kera litoko lya ramisi mwancho mutegereri ugocha kera chinsa ibere chabutuko igotomo cha kunyaruka bagoko likera kera litoko lya ramisi alia KTN Home morobiliga o Miss President na boigo ga radiovuna 102.0 FM kiri tukoli Ijumaa mugeni tonerega ga studio iga kurukonga Azenath Jebet mwancho butegereri iga gotochera kura sekyombe giga National Council for Population and Development mne program officer iga semambia bano turatumeka muna bwege Swahili kwa faida ya mgeni. Leo basi tutakuwa tukitumika lugha ya Kiswahili. Mgeni wetu anaitwa Azenath Jebet, anatoka katika Council ya National Council for Population and Development, na kwa hii leo tutakuwa tukizungumzia mada Sustainable Development Goals au kipenda malengo ya maendeleo endelevu au malengo ya kudumu. Ndio mada tutakuwa tunaizungumzia hapa asubuhi katika kipindi hichi Miss President ambacho unakipata moja kwa moja vile vile katika runinga ya KTN Home kila siku ya Alhamis kuanzia mida saa 2 jioni. Kwa sasa niweze kuwapatia fursa wasikilizaji watatu kuweza kumkaribisha mgeni moja kwa moja hapa studioni anapozungumza pamoja nasi. Basi wacha nichukue simu tatu tu. Vuna Radio, hello. Morning to you. Naam. Welcome Anet. Asante sana Joshua. Vuna Radio, hello. Hello. Bwakiri bya dada. Asante sana. Vuna Radio, hello. Hello Radio Vuna. Morning to you. Yes. Ni mkanya kutoka Nzoka. Akaribisha mgeni kwa studio. Asante sana madam, sijui kama jina nimelitamka vizuri. Jebet Azenath, karibu sana kwenye studio yetu ya Radio Vuna 102.0 FM. Kabla uweze kuzungumza, msikilizaji, tuko moja kwa moja katika mtandao wa YouTube kupitia Vuna TV. Unaweza fuatilia mazungumzo haya moja kwa moja. Wewe ingia tu kule Vuna TV, unaweza kutizama na kusikiliza mazungumzo haya moja kwa moja. Karibu sana katika studio zetu za Radio Vuna. Asante sana Bwana Bright. Kwa majina ni hayo mmesikia, na kwa Kiswahili tunafanya kazi na shirika la umma ya maendeleo na idadi ya watu, National Council for Population and Development. Naam. Na tumeshukuru sana kuwa hapa. Karibu sana. Asante. Kwa kuanza tu labda ningependa uwafahamishe hilo jina wewe mwenyewe kwa sababu walisikia moja kwa moja kutoka kwako. Jina la kwako ni lipi? Mimi naitwa Azenath Jebet. Yeah. Na Azenath Jebet. Sawa. Karibu sana. Leo tukizungumzia kuhusu maendeleo au malengo ya maendeleo endelevu, malengo ya kudumu. Wakati tunaanza moja kwa moja hii mada ambayo tunazungumzia Sustainable Development Goals, malengo ya maendeleo endelevu. Haya malengo ni gani? Haya malengo ni 17 na yalianzishwa na UN mwaka wa 2015. Naam. Ziko 17 na nitazitaja tu kwa ufupi. Ya kwanza ni no poverty, hiyo ni kusema ya kwamba hakuna umaskini. Pia zero hunger, hiyo ni njaa, tunaweza kutoa njaa kabisa. Good health and well-being, hiyo ni uzuri wa afya na kukaa vizuri kiafya. Quality education ni bora, elimu bora. Pia gender equality ni usawa wa kijinsia, hiyo ni ya 5. Ya 6 ni clean water and sanitation, ni kuzingatia kwamba Wakenya wako na maji safi. Pia tuko na affordable and clean energy. Decent work and economic growth, hiyo ni kufanya kazi vizuri na kukua kiuchumi kama wa Kenya. Pia industry and innovation, hiyo ni ya 9. Reduced inequalities, tunapata ya kwamba tunapunguza kutokuwa sawa. Tunazingatia kwamba kila mtu ako sawa, kuweza kuwahusisha pia watu ambao wako na ulemavu kwa maendeleo. Pia tuko na sustainable cities and communities. Tuseme sasa tuweze kuendelea kama town ya Kisii na city zingine zote Kenya.
Pia tuko na responsible consumption and production, ya kwamba tunaweza vile tutumii saizi makaratasi, tunatumia hizi vitu zenye tukitupa zitatuharibia environment. Pia tuko na climate action, life below water, life on land, peace, justice and strong institutions, na ya mwisho ni partnerships for the goals. Naam. Kwa hivyo kwa faida ya msikilizaji, haya ni malengo yaliyoanzishwa na shirika la Umoja wa Kimataifa United Nations mwaka 2015 katika riwaza ya mwaka 2030 ili kuhakikisha kwamba ama yanaazimia kwamba kufikia mwaka wa 2030 watu wote duniani, ulimwengu mzima, angalau wao wanaishi maisha ambayo hakuna umaskini, hakuna njaa, wanapata elimu vizuri, kuna usawa wa kijinsia na masuala kama hayo. Lakini madam, wakati labda tukiingia sasa kwenye swala hili kwa kuzama kwa ndani, tuanze tu, unapoangalia malengo haya, labda utayazungumzia yote, lakini moja kwa nyingine, unaangalia taifa la Kenya, labda ni mikakati gani limeweka ili kuhakikisha kufikia mwaka wa 2030 yameweza kutimilika? Naam, Kenya imeweza kujaribu sana kuweza kuzingatia haya malengo, tuweze kuzifikia kwa mwaka vile umesema 2030. Kwanza imeweza kuzingatia ya kwamba wameongeza budget, tuseme sasa utapata wameongeza budget ya watu wenye, hiyo ni kuzingatia kwamba hakuna umaskini. Utapata ya kwamba wameongeza pesa kwa watu ambao ni wazee, ambao ni vulnerable, unaona, wenye hawajiwezi. Sisi wenye tunajiweza kidogo tunaweza jikimu, lakini hawa wanapewa pesa mwisho wa mwezi. Tunapata pia ya kwamba orphans and vulnerable children wameweza kusaidiwa sana na hizi serikali. Unapata kwamba wanapata bursary kutoka kwa counties, na pia wameongezewa. Sasa tunapata kwamba kila mwaka wameongeza pesa. Tuzingatie usawa, na wale ambao hawajiwezi wanaweza kupata pia elimu na wanaweza kujikimu kama wamezeeka. Okay, kwa hivyo unasema kwa mfano kupitia kwa mambo ya kuongeza bajeti, tukiangalia kwa mfano lengo hilo la kwanza, mambo ya umaskini, wanatazamia kwamba kufikia mwaka 2030 kuwe kwamba mambo ya umaskini yameweza kuangamizwa kabisa kwa watu wote katika ulimwengu, na kuhakikisha kwamba kuna idadi ya wanawake na wanaume na vile vile watoto wanaweza pata lishe vizuri tu katika kila taifa. Na malengo haya ningependa madamu, wakati tunayozungumzia hasa tujue, kwa mfano tunapozungumzia hilo la kwanza, umaskini, ni vipi kina mama sana wanaathirika na mambo ya umaskini, labda kwa kuzungumza tu kidogo? Kina mama tunaathirika na umaskini, juu mimi pia ni mama, tuseme. Ndipo sisi ni wale ambao tunalea watoto. Naam. Unapata ya kwamba niko na watoto wengi na sina kazi, inanikumu mimi na watoto wangu, tuseme niko na watoto 5 hivi. Na mimi sina kazi ile inanikimu vizuri. Sasa inapata kwamba sina chakula cha watoto, sina kazi, na tukikuja kwa nyumba ni kuangaliana tu. Sasa usiku tunalala njaa, umaskini unatumaliza sana. Hivyo sasa ndio tunasema tunafaa kusaidiwa kama ni atujiwezi, na tunapata kwamba tunaongezewa tu, tunasaidiwa na serikali, tuseme. Okay. Alright, asante sana. Kwa hivyo ushasema kwamba kwa upande wa umaskini serikali imeweka mikakati, kwa mfano kwa kuongeza bajeti ili kuhakikisha kwamba wanamaliza umaskini kufikia mwaka wa 2030 labda, na malengo mengine unaangalia mikakati ile Kenya imeweka, uweze kuzungumzia ili kuweza kuhakikisha kwamba tumefikia azimio hilo. Ya pili ni ile good health and well-being. Unapata ya kwamba yani universal health coverage. Kenya imeweza kuzingatia kwamba watu wengi wako na insurance, tuseme hiyo NHIF. Ndo upate ya kwamba sisi tukienda kuzaa wakati tuko na mimba, tusiweze kutafuta pesa. Tunaenda huko, tunaweza kutafuta pesa mapema, tuweze kuweka polepole, tukiweka polepole, tukienda huko tunaweza kupata zali matibabu sawa na watu wengine. Tunapata ya kwamba referral hospitals mengi tunatumia NHIF, na inasaidia wote ambao wako na miaka 18, wanawake ambao ukiwa na mimba unaenda huko unasaidiwa na uwezi kulipa. Saa zingine pia unapata unasaidiwa besheni, unapewa
slippers, yani unasaidia mtoto asisikie baridi. So unapata ya kwamba insurance ina cover watu kama 6.2 million Kenyans. Yani sasa 15% of the population imesaidia, na tukiendelea utapata by hii mwaka sasa 2022 ilikuwa iongezwe ikuwe 13 million. Naam. Yeah, so that now we cover a lot of women who deliver. So serikali imesaidia, na pia imesaidika na partners. Tuseme kama Amref Kenya wameweza kusaidia, na Ministry of Health pia imeongezewa bajeti. Tuseme kwa hiyo mwaka wa 2019 hivi bajeti iliongezwa na 48%. Isaidie afya. So the Ministry of Health inasaidia kuzingatia kwamba watu wanapata universal health coverage vizuri. Okay. Hakika vile umeweza kusema swala hili la mambo ya afya hasa kina mama ni jambo la muhimu sana kuhakikisha kwamba hasa wakati wa kujifungua wanaweza kujifungua katika mazingira ambayo ni bora, hivi kwamba kuhakikisha kwamba hakuna kuhatarisha maisha ya mama na vile vile maisha ya watoto. Kwa hivyo ni azimio muhimu sana hasa katika kwa kina mama. Labda tukisonga katika lengo lingine. Lengo lingine ni ile ya 4 ambayo unapata ya kwamba tuko na equitable quality education to promote lifelong learning opportunities kwa watu wengi. Hiyo ni kusema ya kwamba kila mtu anaweza kupata elimu. Na serikali ya Kenya imeweza kutoa elimu ya bure. Tuseme primary education, it's free. Now there's free primary education and free secondary education. Hiyo inasaidia kwamba tupate universal primary and secondary education. Hiyo inasaidia sana, tunapata kwamba wasichana na wavulana wote wanaweza kupata elimu kwa usawa. Naam. Okay. Kwa hivyo unapoangalia kuna hatua ambazo zimepigwa katika taifa la Kenya kuhakikisha hasa kina mama nao wameanza kupata elimu. Yeah. Kitambo ulikuwa unapata kwamba ni wanaume pekee, vijana wadogo pekee wanaenda shule. Lakini sasa ni bure. Unaenda shule ulipi chochote, unaenda. Sasa ni mzuri wasichana, wanawake wote wanapata elimu. Okay. Na siku hizi ukiangalia hata katika masomo darasa la 8 form 4 unapata kwamba hata kina dada wanafanya vizuri. Wanafanya vizuri sana. Siku hizi hata unapata kama wanafanya vizuri kuliko vijana wa kiume. Okay. Na unaona hata siku hizi hakika kuna wengi hata wameanza kulalamika wakisema kwamba mtoto msichana ameangaliwa sana hata wameanza hata kuliko mvulana. Kwa hivyo ni kwamba Kenya imepiga hatua kuhakikisha hasa kina mama wanapata elimu kisawa na pia vijana wavulana. Naam. Tukisonga kwa lengo lingine, labda lengo la 5 tunaweza kuzingatia kwamba we achieve gender equality and empower all women and girls. Hiyo ni kusema ya kwamba msichana aweze kuelimika na apewe pia yale mahitaji anahitaji kimaisha. Pia utapata ya kwamba serikali ya Kenya imetoa act. Hiyo Sexual Offense Act according to 2006 it protects against domestic violence. That is ilikuwa inatolewa 2015. Ilikuwa itoe all forms of violence against women. Sasa unapata ya kwamba wanawake wameweza kuchungwa sana na serikali, wakuwe sawa, wapewe pia usawa, tusikuwe na vita vya kijinsia. Pia hao pia wakuwe na usawa wa kuishi tu kama Mkenya mwingine yote. Unapata ya kwamba hao walikuwa wanaweza kudhoofishwa kimaisha juu ni wanawake, wanaweza dhulumiwa vile mtu anapenda. Naam. Na hata katika masuala ya uongozi na kwamba kwa sasa Kenya imepiga hatua sana. Uliona katika kaunti ya Nakuru kwa seneta, gavana aliyechaguliwa ni mwanamke. Kwa hivyo unaona kwamba kupitia kwa malengo haya kufikia mwaka wa 2030 labda ukiangalia unatarajia kuona wanawake wengi katika meza ya uongozi. Vile wanasema ni 2/3 gender rule. Sasa tunapata kwamba sisi pia tuko. Okay. Hata mnaweza zidi. Tunaweza zidi. Upate wanaume ndio unaanza kuwa nominated. Okay. Sasa sijui lengo lingine ungependa kuzungumzia? Lengo lingine ni ile ya ina ensure availability ya usafi, that is water and sanitation. Hiyo tunaweza pata ya kwamba tumetoka mbali. Naam.
kwa ku ensure that there's no pollution. Yes. Yeah, kuna kuchafua hewa. No. Sasa unakumbuka ile wakati tulikuwa tunatumia juala hiyo. Yes. Siku hizi atutumie, ukienda soko unapewa na kale kagunia hivi unafungiwa na mamboga. Sasa tunaweza kusema ya kwamba plastic na karatasi zimeweza kutolewa. Okay. Yeah. All right. Hakika unapozungumzia lengo hili la clean water and sanitation, maji safi na usafi kwa jumla, hasa kwa nyinyi kina mama, maybe tutolee mfano wako wewe ukikuwa sijui maji ulikuwa unateka wapi na nini imekuwa tofauti na sasa, labda ni maendeleo gani yamefanywa katika hiyo sekta? Sisi tukiwa wachanga tuseme tulikuwa tunaenda mtoni ile maji nyekundu ile. Sasa huko tulikuwa tunaenda kuoga, kuogelea. Naam. Sasa unapata umeogelea na bado hujang'ara. Kama umeoga maji ni chafu. Maji ni chafu. Yeah, lakini siku hizi tunapata ya kwamba kuna maji. Sasa mimi vile nimekuwa mkubwa, maji kwangu ni safi. Unapata umesafishiwa na the water department, maji inakuja kwa shower, unaoga. Yes. Kwa wale wanachota na besheni pia wanapata maji, hata kisima. Kisima pia ukichota maji ni safi. Unakuja unachemsha, unakunywa. Pia unazuia magonjwa kama cholera na typhoid. Yes. Sasa ukichota maji safi unachemsha, unakunywa, unapika na maji safi. Pia tunaendelea. Kitambo tulikuwa tunagonjeka sana. Unaenda hospitali juu sasa umekunywa maji chafu, tena unaanza kuwa mgonjwa. Lakini siku hizi ni treat na maji na ile treatment. Yes. Yes. So unapata kwamba tunazingatia usafi. Kwa hivyo ni faida kubwa hasa kwa kina mama. Kina mama sana wakati tunapenda kuoga, sisi tunapenda usafi. Okay. Sasa unapata kama maji mengi, kwanza wakati wa hedhi hiyo, mtu hutaki kuwa mchafu, unaoga hata mara 2 kwa siku. Unaona saa maji inatusaidia sisi kufua nguo ya watoto, kupanguza nyumba, kuosha vyombo, kukunywa, kupika. Sisi sana tuko hapo jikoni tunataka maji safi. Naweza kubaliana na hiyo kauli kwamba kina mama mnapenda kuoga, kwa sababu hata katika kile kitabu cha Guinness World Book of Records kuna mwanamume mmoja kutoka kule taifa la Iran. Yeye ndiye anashikilia rekodi, hajaoga miaka 70. Na anatafuta mchumba by the way. Huyo atapata kweli. Kwa hivyo kama uko na mikakati unaweza sema. Kwa hivyo unasema hili lengo la kuhakikisha kwamba kuna maji safi, mazingira safi ni muhimu sana, hasa katika kwa jinsia ya kike, kwa wanawake. Labda ningependa uweze kuzungumzia swala ama hilo lengo la 10, reduced inequality. Unapoangalia serikali ya taifa la Kenya imefanya nini kuhakikisha kuna huo usawa na wanawake watafaidi namna gani? Serikali imesaidia sana. Tuseme reduced inequality zinamaanisha ya kwamba tuko na usawa wa kijinsia na wa kila mtu. Sasa hapo unapata ya kwamba sisi tumepewa haki, pia tunaweza fanya kazi. Tukiwa na mimba, tunaenda leave, tunarudi kazi. Yes. Kitambo ilikuwa changamoto juu unapata mimba, mtu anasema hapana, wewe unasumbua, sisi tunafaa kufanya kazi. Kweli. Lakini sasa tuko na leave, tunaenda miezi 3, tunachunga watoto, tunarudi kazi. Sasa hapo inatusaidia sisi pia tunapata mshahara kama mtu mwingine. Yes. Na mtoto haezi kutuzuia kutofanya kazi. Sasa tunaweza kunyonyesha mtoto hivyo, tunarudi kazi. Pia ingine ni reduce inequalities ni kuweza kuzingatia kwamba hata hao watu walemavu wanaweza pata usawa. Juzi tumekuwa mkutano sisi kama NCPD, tumekuwa mkutano hapa Kisina, tulikuwa na huyo president wa person with disabilities. Yes. Alikuwa anasema ya kwamba tusiweze kuwaeka kando. Katika kila mkutano tutapata kwamba kuna wamama, kuna hao pia walemavu, ndo wao pia waweze tuambia yale ambao wanahitaji. Sasa alisema kwamba ni mzuri sana kukuwa na data. Upate data ya watu ambao wako na ulemavu na kila mtu anayehitaji, ndio tuweze kujua ni nani na tuweze kuzingatia usawa. Hakika jambo la muhimu. Na hata tukiingia kule vitongojini kule kwa kijiji, hasa unapoangalia mtoto msichana na vile mvulana, hata katika mambo ya masomo tunapozungumzia usawa, unaweza pata wakati mwingine wewe kijana ukitoka shule utaingia usome,
lakini msichana akitoka shule labda aanze kufagia kule nyumbani, apike chakula na mambo kama hayo. Kwa hivyo haya ni baadhi ya masuala, malengo haya yanaazimia kuhakikisha kwamba usawa upo, hakuna ambaye anaonewa kwa njia moja au nyingine. Jambo la muhimu. Nikurudishe tu kidogo kabla tuendelee, hasa katika swala la tulizungumzia swala la good health and well-being, hasa kwa kina mama. Sijui katika afisi hizi ambazo mnafanya kazi, miaka ya awali kumekuwa na baadhi ya viongozi waliosukuma kwamba hasa katika mahali tunafanyia kazi hata kuwe na sehemu ambapo mama anaweza nyonyesha mtoto. Sijui kama hilo limeafikiwa sana unapotembea maafisi zetu, ama bado tuko katika safari? Tukiwa Nairobi labda kuna wakati tulikuwa huko na unapata kwamba kuna mahali wanawake na watoto wanakaa. Lakini hapa bado mimi sijaona. Hata hapo kwa ofisi zetu huwezi kuja na mtoto ofisini. Hapana, unamnyonyeshea huko ya kazi. Sijui kama mama unaona ni jambo ambalo linafaa kuzingatiwa. Ni jambo ambalo mimi nafaa kunyonyesha. Sisi hatuamini pale unaenda kukamua maziwa. Hapana. Unataka kukuwa na ile bond na mtoto. Sasa unafaa kupata ile ruhusa kama dakika 15 unaenda kunyonyesha mtoto, unarudi kazi. Sasa hapo tu tunafaa kuwekewa room. Tuweze kukaa hapo na mtoto wangu, mimi ninyonyeshe vizuri, alale, nirudi kazi. Sasa ni jambo ambalo linafaa kuzingatiwa sana. Kwa hivyo tuamini kwamba kufikia mwaka huu 2030 mambo kama hayo yatakuwa yameafikiwa, ili tuweze kuwa na mazingira sawa. Mpenzi msikilizaji, unazidi kutegea 102.0 FM, tukiwa na Madam Jebet hapa studioni, wakati tunazidi kuangalia masuala haya ya malengo ya maendeleo endelevu. Na kumbuka kipindi hichi kinakujia kwa hisani ya Miss President, ambayo inaletwa na wadhamini mbalimbali akiwemo Media Focus. Na kumbuka unaweza kukitazama vile vile moja kwa moja katika runinga ya KTN Home kila siku ya Alhamis kuanzia mida ya saa 2 usiku. They came, they saw, they conquered, and now it's back. Season 2 of Miss President is here, featuring 49 gifted and accomplished women from across Kenya. Ready to prove that they could be the next reality TV president. Watch the wit, the strength, the creativity, thoughts and moves on the new season of Miss President. Starting on the 30th of June at 8 p.m. only on KTN Home. Kabisa mpenzi msikilizaji, Miss President Season 2 ikiletwa kwenu na Media Focus on Africa. Miss President na wadhamini wengine mpenzi msikilizaji, na vile vile unaweza fuatilia kipindi hicho moja kwa moja katika runinga ya KTN Home kila siku ya Alhamisi kuanzia mida ya saa 2. Labda madam, wakati tunaendelea tu kidogo katika mazungumzo haya, najua tushazungumzia baadhi ya malengo haya, jinsi yanaathiri hasa wanawake na wasichana, hasa kule vitongojini, kule mashinani. Sijui labda kuna moja ama mbili ungependa bado kugusia jinsi ambavyo inaathiri wanawake na wasichana kule vitongojini. Kule vitongojini unapata ya kwamba hatuzingatii usawa. Naam. Sasa unapata ya kwamba msichana anadhulumiwa sana. Yeye ndo anaenda mtoni kuchota maji, yeye ndo anakuja jikoni anapika. Sasa wakati mwingine unapata ya kwamba pia anaenda kazini ama analea mtoto, wale ambao wanaenda kulea watoto kwingine hawalipwi. Sasa wanaweza kudhulumiwa sana. Sasa si mzuri. Ni mzuri hawa pia wapewe haki yao. Mtu kienda kutafuta, kama sasa hauna elimu na umeenda kutafuta pesa huko, ni mzuri sana upewe pesa yako pia ujikimu. Kama wewe pia uko na mtoto upate pia pesa ya kumlinda. Pia ni mzuri sana kufika mwisho katika huu ambao ule si usawa, kuwapiga, kuwadhulumu. Pale kitongojini unapata ya kwamba yeye ndo anakaa nyumbani. Kama sasa for example mzazi ameenda kazi na uko na watoto wadogo. Mimi kama msichana nitaambiwa wewe usiende shule. Wewe baki hapa uchunge watoto. Wacha huyu ndugu yako aende asome. Sasa si mzuri. Ni mzuri sana kuzingatia kwamba
ule msichana mdogo ule mnyako kijijini huwezi jua kesho atakuwa nani, labda kesho atakuwa ni MCA senator. Sasa ni mzuri sana aende shule na pia apewe haki sawa na kijana mvulana yani. Okay. Sawa. Katika malengo haya endelevu kuna yale ambayo specifically yanagusia mambo ya gender equality, usawa wa kijinsia. Kwa mfano tukizungumzia lengo la 5 mambo ya gender inequality, tukizungumzia lengo la 10 reduced inequality na mengine labda ambayo unaweza yataja. Sijui viongozi wa kike kama wewe labda mchango wenu ni gani katika kuhakikisha kwamba huo usawa unaweza kuafikiwa, kwa sababu nyinyi ndio mtasaidia serikali na serikali zote ulimwengu kuhakikisha kwamba mambo haya yanatimilika. Tuseme sisi sasa kama idadi ya watu, tuseme shirika la umma na idadi ya watu sisi ni wanawake ofisini wetu na tunapenda sana kuona wanawake wakiendelea. Naam. Sasa tunahimiza wanawake ya kwamba ukiwa unadhulumiwa usinyamaze. Tunafanya kazi na gender department. Tunawaambia dhuluma si mzuri na ukinyamaza itakuumiza. Yes. Ongea, kuja uripoti, ufuatiliwe, tusifichilie chini. Pia tunaweza kuwahimiza wasichana ambao ni wadogo na wako shule wasiweze kuwa na mimba za mapema. Naam. Sasa unapata ya kwamba hiyo inaturudisha nyuma. Hatuwezi kuendelea kimasomo. Yes. Tunafaa kumaliza shule na tuweze kufanya kazi, tupate kazi sisi, tuweze kuwa na usawa pia. Aya, saa zingine tunapenda kuhimiza serikali iweze kuzingatia wanawake pia. Ingawa tuna changamoto, sisi ni wale ambao tunaendelea, tuko na watoto, lakini tuweze pia kupewa usawa. Tukikuja kazini sisi tuko na usawa na ule tukipata promotion mimi pia niweze kupewa promotion, ingawa nitaenda leave kidogo maternity lakini nitarudi nifanye kazi. Sasa tunaomba sana hivyo. Na pia hapa sisi kama sisi wanawake sisi ndo tunapanga familia. Yes. Sasa ndo tuweze kuzingatia usawa wa msichana wangu mdogo. Ni mzuri nikiwa na wawili watatu, wasikuwe wa 10 nitashindwa kulea. Sasa wale watoto wangu mimi nikiwalea na wapatie elimu vizuri kama mwanamke, tunaweza kuambia kwamba tuweze kupanga familia zetu. Ndio tukikuwa hivyo tuweze kujua mtoto ako wapi anapata elimu bora. Tunaweza kuhimiza wanawake tuweze kuwaelimisha juu wao ndo wasichana wa kesho, wao ndo leaders for tomorrow. Yes. So tunaweza kuambia hivyo na tukiwa ma meetings tunaweza kusema hivyo. Wazazi na walimu waweze kuwapatia usawa wanawake na wasichana. Okay. Alafu pia kuna tunafanya kazi na partners. Yes. They ensure that girls now wenye wamepata mimba wanarudi shule. Wanawasaidia. Now like 5,000 girls have been helped by the various partners. Okay. Wanawapatia, sasa tuseme wanawapatia yale wanahitaji. That is in Kisii or countrywide? Yeah, it's in countrywide. Okay. But in Kisii specifically, the partners like the warrior, they're working with girls, teenagers. In fact, there's a meeting, you reach out, you'll be helped. Yes. Yes, as women and girls. All right. Yeah. Kuna jambo umetaja hapa awali, likizo ya kina mama hasa wakati wamejifungua. Na unajua leo sijui kama umeangalia gazeti, serikali iliweza kushindwa katika ile kesi ambapo walikuwa wanataka kupinga. Kuna Mkenya alienda mahakamani akasema kwamba iwapo kina mama wanapatiwa likizo ya miezi 3 na wanaume nao wapatiwe miezi 3. Si tunazungumzia usawa wa kijinsia. Wanaume wapati mimba. Lakini ana mchango katika ulezi wa ule mtoto. Kwa hivyo wapatiwe miezi 3. Usawa wa kijinsia ama namna gani? Sawa. Alright, wacha niweze kuzungumza naye msikilizaji, na leo ningependa kuuliza swali moja kwa moja kwako msikilizaji. Nwacho kutegelea poli nteto huko poli gaiga. Karoto kwandre gore mangana iga sustainable development goals. Binebiri ngabye nyartuko babiko beko nikiombekia United Nations koro mwaka wa 2015 na by the time tukuika 2030 etoke ngabantu bonse asobo ikobwenso ndeta yo chandegeta moninchara ondeta yo o menyeta samangana yo botaka kiro muntu nabwate obochenu boro ya good health and well being kiro muntu nabakonyara kubaga konyora chise michingi ya quality education uko abantu bonse basache n'abakungu mbabwate equality osokolengana na nkoro asekirigento amache naro amaya no bochenu mboro bwekerengo kigoro
ntobwate chinchira chioko none chokoro sitagira affordable and clean energy nabo igama zingire yokore mirimo decent work and economic growth asikiro monta sobo ikobwese amangana industry innovation and infrastructure amangana reduced inequality sustainable cities and communities tutuwale responsible consumption and production abangana ye korigererire n'abantu bamenye ebintu bimenyete inse amache na sense kire gintu ngambia kire by 2030 nabo igonto bwato mulembe nechi institutions nabono cha iebc nechinde chire strong na boigo asoko bwatera na globally kwenda kinga mangana yonse kunyara ko bakago ikirana by 2030 lakini ribodi nte tukoboli asema mbia bono ndilina na ki especially kero kurigererio mukungu amona abana banyeruka engana ya obotaka na boigo engana yechisemi ngakimone kubakuna ase gabwase ebinyoro bito engana yobotaka nengana yechisemi ngakimono konyorere disadvantage ase abakungu na sabana banyeruka ngakinjirande njiremo gosende bare disadvantaged asoko nekinga ngonyora bari chisemi chingia na boigo ngakibotaka mono konyora bogo kuna abakungu n'abanyeruka gose tari bakungu n'abanyeruka botaka mono bogo chabwa kuna nabo kunyara ko bako kwana mono inchi gotera 0704 102102 0785 zungumza nasi Vuna radio hello Bwakire bia Bwakire acha mege ya mune okay sasa nilikuwa na uliza tumesikia uchumi kwa wanawake imesanateka sana ama wewe imesanateka sana nasema ndio kwa sababu unajua wanawake tuko na matumaini mingi kila kitu inatakikana tu kusikika kwa mwanamke ukifika kwa nyumba ni mwanamke so suppose msichana hapo aweza akasoma vizuri huwa akikumbuka na ujumi sana inamzika na kuwa maskini na kufikiria yaliyo mabaya nami nilikuwa nauliza swali langu ni hii suppose tumezingatia tu wasichana sasa au watoto vile mmesimamia tu kabanda ya mimi nasikianga kila wakati ni wasichana suppose tuseme ni kuharibika unajua msichana hata haribika mwenyewe bila huyo kijana yes kwa nini kama nyinyi muinivolo kwa vijana na vijana kwa sababu wote ni watoto wetu kijana akiwa na pesa na kijana awe na pesa ama asipokuwa na pesa na msichana vile ni kuungana wote pamoja wasichana wote pamoja kwa nini mnatikatia tu wasichana right sawa asante sana atakuwa najibu swali hilo swali zuri tu mwajibu tiri na nje na kubodi swali nga kyobotaka na mangani chisemi monako kuna abakungu amona abana banyeruka Steve Nyoro naliso na yarako bangu koboli ekero kunyara kobago kuligere gutera 0704102102 0785102102 ngakyobotaka na mangani chisemi monako kuna abanyeruka na abakungu Vuna radio hela Bwakire bia unashika watu kwa sababu mimi hapo unapata mama ndiye kila kitu wanyonga yes wengine ni watu wako unapata sisi ni wewe kila kitu ni wewe yes sasa hao mama ni wako peke yao watafaidika all right sawa asante sana mwancho butegere no yes yes
Alright. Asante sana, asante sana. Vuna radio hela. Hello. 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 Alright, ay Salome. Na nje alikoboliga. Ngaki ensemo ye chisemi na boiga mangane ubotaka ngaki moni gukuna abakungu. Yes. Alright. Sawa sawa, asante sana. Una read hilo? MC Udoma number 6. Yes. Yes. Alright. Asante sana chipoindi jino rukurikori. Vuna radio ela. Yesu bonsubiligasa. Yes. Yes. Pole sana. Awate point chingi agabo lakini nyarira kwa baga ko minchulia. Lakini asante sana. Bogoli ibere chomo ile senga nchibira. Vuna radio hela. Mbuyando boki wenkora. Yes. Abakungu babatanga na ubako bako kurumono no botaka na uboko chaba bonera abakungu abambari ko kurumono no botaka okay ayo boke benkora oboke benkora ekero botaka boro asumochie njira kiumo kungwa kumia Yes. Alright, sawa. Jebet, wasikilizaji wanatoa hapa hoja kali sana, hoja nzito, hasa swala hili la mambo ya umaskini, mambo ya njaa na vile mambo ya elimu, kwamba unapata kama kina dada wanaathirika sana katika, kuna yule ambaye atapenda kuendelea kimasomo,
lakini unaambiwa kwamba labda kama umeolewa, mzee anakuambia hapana. Sasa hapa penye imefikia, nataka kwanza ongeza watoto 2 watatu, alafu ndio utakuja kurudi kwenda shule. Alafu kuna masuala ya hedhi ambayo yametajwa. Unapata kwamba mtoto msichana akiwa kule shuleni, siku zake za hedhi zimefika, ana sanitary towels, inakuwa ni shida kwamba huyo mtoto kuwa comfortable na kuendelea na masomo. Mambo ya early marriages yametajwa vile vile kama tatizo na vizingiti ama kizingiti katika usawa wa kijinsia. Unapata mwanadada anaolewa mapema, na kuna msikilizaji vile vile ametaja suala la kwamba unapata kwa familia nyingi mzee unapata amekuacha kama wewe mwanamke, watoto wote wamesalia na wewe, kwa hivyo wewe ndio unashughulika na hilo jukumu lote la maisha. Na vile vile kuna mwenye alitaja, na sasa uzuri wa huyo msichana kuwa alikuwa amepata elimu, kwa sababu utapata katika familia wewe ndio wakati mwingi utakuwa ukiwa na hao watoto, akigonjeka wewe ndio unajua namna gani kama hukuwa ni elimu. Kwa mfano Panadol imeandikwa kule ni 2 times 3, wewe utampatia 6 mara moja. Lakini elimu itakusaidia angalau kujua vile mtoto utakuwa unampatia matibabu na mambo kama hayo. Lakini tunapomalizia tu wakati naziweka pamoja hizi hoja za msikilizaji, hasa anasema kwamba kwa wakati kumeonekana mara nyingi kwamba wanawake wameachiwa mzigo wa malezi. Wengine wanauliza katika malengo haya kuna mikakati yote ambayo imewekwa kuhakikisha kwamba yes, tunazungumzia usawa wa kijinsia. Iwapo tumezaa watoto, uwajibike nami niweze kuwajibika. Hapo kwa uwajibikaji. Naam. Malengo ni mengi, lakini ningependa kusema ya kwamba sisi kama wanawake wenyewe tuko na jukumu la kulea watoto. Na unapata wakati mwingine ya kwamba mwanaume ambaye ni baba watoto yeye ameenda. Utafanyaje kama mama? Wanawake wengine wanaweza kwenda kotini, lakini hiyo pia ni pesa wanahitaji. Naam. Lakini ningependa kuambia wanawake kwamba kukuja hapo serikali tu imeweza kukusaidia kwa elimu bure. Naam. Sisi tujitahidi kujikaza. Ndiposa hatuwezi letewa chakula kwa meza. Kweli. Tukiweza kufanya kupanda mboga, ukulima, kama uko na shamba kadogo, ujisaidie, ujikimu. Kweli. Juu hakuna mtu atakuja kupatia chakula kama ni mwanaume ameenda. Usilie, usimfuate, usifanye nini. Ujikimu mwenyewe. Maanake itakuja tu kwako. Wewe unafaa kupeleka mtu hospitali, unafaa kufanya kila kitu, lakini hauna pesa, utafanya nini? Utalia serikali kweli? Serikali inaweza kusaidia, inasema mwanamke uko na haki ya elimu, uko na haki ya kufanya kazi. Lakini pia unafaa kujitolea wewe mwenyewe utafute. Ndiposa wanaume huenda. Yes. Lakini hatuwezi shinda hapo. Tunafaa kujisaidia. Kuja like sema niko na hii shida, niko na hii biashara. Mnisaidie, kuna micro business hizo SMEs. Yes. SME hizo. Unapewa kidogo, unaanza biashara. Unafanya, unarudisha, unapata yako pia unaendelea. Right. Usikae nyumbani useme sasa nitafanya nini, nitadaftarisha watoto aje, nitawapeleka hospitali aje. Mwenyewe tu jitokeze, sema mimi niko na hii, ama uliza wanawake wenzako tufanyeje. At the end of the day ni wewe tu sasa mama. Nafurahi na hiyo kauli. Na swali lingine liliulizwa hapa ambalo lazima tuweze kulijibu, ndio mmejitokeza mara nyingi aghalabu kuhamasisha wanawake na watoto wasichana, lakini mtoto kijana wa kiume mnamleta aje katika meza hii ya mazungumzo? Kwa sababu hata kama labda maisha yao mtoto msichana yataribika, lazima kuwe mvulana alihusika. Cha kwanza ni ya kwamba mwenye ako na uwezo wa kukataa ni msichana. Ndipo sasa tunaenda kwa wasichana. Okay. Mimi nitasema no. I do not want to do sex when I'm mtoto mdogo. Hapana, maana ngono nikiwa msichana hapana, nikatae. Sasa nikikataa, si mvulana atenda tu sasa aende. Kweli. Unless sasa ni kudhulumiwa. Hiyo nayo ndo hasa hatuna uwezo. Tunaenda kuripoti. Mwenye kudhulumu pia arudi, afungwe jela. Lakini pia tunapenda sana bado pia kijana mtoto mvulana asiachwe nyuma.
yeye pia anafaa kupewa elimu. Ndiposa tukikuwa wakubwa sisi tutataka wanaume wa kutuoa. Isiko sasa sisi wasichana tuko na kazi, tuko na pesa, hakuna wanaume. Sasa ni mzuri sana pia mvulana zingatiwe. Alright. Shukran. Labda kauli yako ya mwisho kwenye mada hii ambayo tumeizungumzia leo kuhusu malengo ya maendeleo endelevu, sustainable development goals. Sijui kupenda kusema nini la mwisho? La mwisho ni kutoa tu ya mwisho kusema shida zote zinatokana na idadi ya watu. Zinatokana na mimi na familia yangu kwanza. Sasa ya kwanza kuweza kutoa kabisa ufukara na umaskini na kuweza kuendeleza maisha, uwe na maisha bora. Inaanza ukiwa kama familia, tuseme sasa mimi niko na familia. Yes. Nizingatie familia yangu. Wanawake tuweze kutumia tuseme upangaji wa uzazi. Wasichana wetu wadogo tusishike mimba mapema, tukatae. Ndio sasa kesho utakuja na mtoto mwingine wakwe wengi, ushindwe kulea. Uanze kuuliza serikali tafadhali. Sasa damusha ningependa kuhimiza wanawake na wanaume huko nje. Tutumie upangaji wa uzazi. Ndio kesho nitakuwa na watoto 10, nitawalea aje. Ni mzuri kuwa na 2 3 na peleke shule bora na upatie elimu bora. Na jambo la mwisho. Hapa Kisii cases za defilement. Yes. It's leading in 70%. Unajisi. Ni ukweli, unajisi wa wanawake. Wanawake hatusemi. Tumedhulumiwa huko nyumbani, tumenyamaza juu ni anko, ni mtu hapo boma tu. Hatutaki kupeleka uko nje. Lakini unapata kwamba tusiposema hatusaidiwi na hii kukereketaji wa wanawake. Tuache juu sasa saa ngapi utafanya maendeleo ama utakuwa na kereketa wanawake huko nje. So unapata kwamba hiyo incest it's na rape. It's high in Kisii. So men, let's not defile our women. And women, let's speak out when we are being defiled, because at the end of the day women are also human beings and we need to do development instead of all these things here. So ningependa tu kuhimiza hivyo. Asante sana. Thank you so much. Asante sana madam kwa kupata nafasi kuja hapa studioni kuweza kutuchukua kupitia hii mada ya malengo ya maendeleo endelevu, na hakika it has been a good discussion. Nimependa Kiswahili cha kwako. Kama tu umeishi Mombasa siku nyingi ama hata naona camera person hapa Mr. Joseph Obuge, naona anatikisa tu kichwa kwa sababu yeye ni mkwasi vile vile wa lugha. Labda Joseph, kauli moja kwa mgeni tunapotamatisha. Naona umeshtuka, umepata mpinzani mkuu katika lugha. Si mpinzani ila katika Kiswahili tunasema kwamba tunasoma Kiswahili na sisi hasa kama wa Kenya na katika hili jimbo la Afrika Mashariki tunasema kwamba sisi ni Waswahili na siku zote Kiswahili kinazidi kukua na kuendelea siku zote. So ni vizuri tu tumekuwa na mgeni studioni na ni kongole kwako kwamba umengangana na hilo ya Kiswahili japo kwamba lakini mgeni amenipiku Yaani ninakubali. Nimeconcede defeat. Mgeni pia amejaribu kufanya kwake kushikilia katika hii lugha ya Kiswahili ili katika hii tasnia ya utangazaji waweze kuendelea na Kiswahili siku zote kizidi kutukuzwa na kuendelea. Shukran. Jebet, mwisho kuambia wasikilizaji hasa wanawake kufuatilia kipindi hichi cha Miss President hapa radiovuna kila siku ya Ijumaa na vile vile katika runinga KTN Home kila siku ya Alhamisi saa 2 katika lugha yako ya mama. Wanawake kila mtu. Ni kipindi mzuri ya Miss President. Jana niliweza kuiona. Na unaenda kupata kwamba wanawake wachanga wanaongea vizuri sana, wanakupatia yale ambayo yanaendelea nchini Kenya. Sasa ningependa kuwahimiza tunaweza kusoma kutoka kwao. Tujue yanayoendelea, tuweze kuwatch kipindi cha KTN Home ya Miss President, tutaweza kujua ya maendeleo endelevu hii ambayo tunaongelea hapa hivi sasa. Sasa nataka kuambia hayo maneno katika lugha ya mama na vile vile wakumbushe kila Ijumaa hapa saa 2 Radio Vuna, lakini katika lugha yako ya mama. Lugha yangu ya mama. Aya basi, lugha yangu ya mama amaja amwewa kale keger television Thursday jioni. Una gegerte sigiro agenai tuguk chetesetai en Kenya. And also chebiosok ak TV chemengech. Amaja ale
ni kararan kabisa ngebe sukul. Nguno ngeker tukchu kenae tukuk chetesetai. Also kekas Radio Vuna Ijumaa Friday karon saa 2 sige nai tukuk chetesetai in Kisii ak Kenya kotugul. Haya, mimi nafaa kusema nini ukimaliza? Kongoi. Asante sana, nimekutakia siku njema. Asante. Alright, asante sana mwachibu. Tigerili tigato nyora mwana.